Shikamoo mwalimu. Marhaba. Wewe Rukia yuko wapi? Ni siku ya 3 sijamuona. Nahisi anajaribu kunikwepa kwa sababu ya sare ya shule. Mwalimu, Rukia yupo kule nje, lakini anaogopa kuingia darasani kwa sababu hana sare iliyokamilika. Sheria ni msumeno. Nendeni mkamwite Rukia, kamwambieni aje hapa, tena akiwa na begi lake, maana leo ni lazima arudi nyumbani kwao mpaka atakapopata nguo ambazo zinaweza kuitwa ni sare za shule. Tumeelewana? Ndio mwalimu. Rukia anaishi na dada yake na mazingira yake. Sihitaji maelezo juu ya familia yao. Ninachohitaji mkamuite Rukia hapa haraka. Nendeni. Kunguni wa kitanda cha kamba ni. Yaani kiamu mpaka unashindwa namna ya kuongea watoto jamani. Hivi mwandiko gani huu? Kakarachi huyo. Shikamoo. Rukia, nilishakuonya tangia wiki iliyopita na nilikwambia kabisa kuwa shule sio soko. Shule sio kiwanja cha mpira. Shule sio viwanja vya michezo. Shule ni taasisi we mtoto. Hivi unajua nini maana ya sare ya shule? Najua mwalimu, lakini bado dada hajapenda. Lakini haiwezi kununua sare Rukia. Umeona wenzako hapa? Hawa wote wana shida. Kila mtu ana shida zake. Tena zinaweza zikawa ni nzito kuliko za kwako. Lakini wewe unavyojileta shule na nguo ambazo unazijua wewe ambazo haziendani na wenzako. Jambo hili linafanya kushusha hata hadhi ya shule. Samahani mwalimu. Mwalimu, labda tumpe muda kidogo tu, maana dada yake aliahidi. Judy. Rudi darasani. Haya hayakuhusu. Potea hapa. Kakarachi. Na wewe Rukia. Umekuja na begi lako? Vizuri. Sikia. Leo utarudi nyumbani. Nenda kamwambie dada yako. Nenda kamwambie mlezi wako. Ukamwambie kwamba umefukuzwa shule, umesimamishwa shule mpaka utakapotimiza uniform ambazo zimetimia, yani sketi na shati lenye nembo ya shule. Tumeelewana? Mwalimu, naomba hakuna mtihani wa hisabati. Naomba niweze kufanya mtihani kisha nitaondoka. Sheria inatambua kuhusiana na mitihani, lakini bahati mbaya sana machozi yako hayawezi kubadilisha chochote wala hayawezi kukutafutia sare. Kwa hiyo shika njia yako, chukua begi lako, uende nyumbani kwenu mpaka utakapotimiza vitu vyote ambavyo vinatakiwa mwanafunzi awe navyo. Mwalimu, naomba niweze kufanya mtihani. Sirudii mara mbili. Toka nimekwambia. Pole Rukia. Takuja kwa jioni, kwa tena za jioni. Wewe, msogea. Kwa hiyo wewe ndo mama huruma, si ndio? Sasa nione unatoa miguu yako, unatoa hivyo bariga vyako, unakwenda sio kupeleka notice sio nini? Utanijua. Dogo shak na ndege. Potea. Ulivyo mfupi na akili zako ni fupi vile vile. Wewe
Kama nilivyokuambia mwalimu, kwa sasa hali yangu ni ngumu. Naomba unisaidie, unipe angalau wiki moja mdogo wangu aendelee na masomo. Nipe angalau wiki moja, nitapambana iwezavyo ili mdogo wangu apate kila hitaji la shule. Sitaki mdogo wangu apoteze nafasi ambayo mimi nimeipoteza. Samahani mwalimu, nakuomba. Naomba nisaidie. Najaribu kukuelewa. Naomba nikuongezee kitu. Elimu ni nuru, unajua. Elimu ni mwanga ambao unatuangazia sisi wote. Hata hawa watoto ambao tunawafundisha, hawa wote kila mmoja na ndoto zake. Lakini pia ndoto hizo haziwezi kutimia pasipokuwa na elimu. Kwa kusema hivyo, elimu inakuwa ni kitu muhimu na ni haki ya kila mmoja. Mdogo wangu ana ndoto kubwa sana. Ana ndoto ya kuwa rubani. Na hawezi kutimiza hiyo ndoto bila kupata elimu. Naomba nisaidie mwalimu. Unajua elimu ina taurati yake. Elimu ina utaratibu, ina misingi, ina sheria zake pia. Ndio maana tukamsimamisha mdogo wako mpaka apate uniform ambazo ni sahihi kuja nazo shule ili aendane na wenzake. Wala si kwa ubaya. Lakini pia mimi sioni sababu ya wewe kulalamika kwenye jambo kama hili. Wakati ukiwa unalalamika kuhusiana na elimu ya mdogo wako, unapambana juu ya ndoto za mdogo wako, ni jambo jema kabisa. Kwa nini upate tabu wakati sisi tupo? Watu ambao tumeumbwa kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Sisi ni binadamu ambao tumetoka kwenye mifupa ya watu, tumetoka kwenye mifupa ya wangwana. Ni ngumu sana kwa mtu mwingine kubeba matatizo ya mwingine. Tupo wachache sana. Hata hivyo wewe ni mzuri sana, ni mrembo mno. Naweza kusema hakuna mwanaume yoyote ambaye anaweza akakatiza mbele yako bila kukuangalia tena kwa jicho la tatu, kama atakuwa mwanaume ambaye ametimia na ana akili timamu. Hata mimi pia. Ni vitu vidogo tu ambavyo tu umekosa, labda ni mchemsho tu kidogo, huduma kidogo ambavyo huwezi kuvipata kwa watu wajinga, wapumbavu, washenzi kabisa. Huwezi kuvipata. Ni lazima uwe na sisi ambao tuna uwezo, tunajua thamani ya mwanamke ni nini na nini maana ya mwanamke. Mimi na uwezo wa kulibeba jambo la mdogo wako, nikasimamia utaratibu na misingi na sheria na kila kitu, mdogo wako akasoma vizuri. Tena sio tu hapa shule, mpaka nyumbani. Nitashukuru sana mwalimu. Lakini nikukumbushe kitu. Mtaji wa masikini ni nguvu zake mwenyewe. Samahani mwalimu. Bila samahani. Hakuna njia nyingine tofauti na rusha ya ngono? We are not here to discuss about sex. Hapa tunajadili namna ya kumsaidia mdogo wako wewe. Tena kwenye swala zito kubwa la elimu. Elimu ndio mwanga, elimu ndio kila kitu. Hebu tanua ubongo wako. Kuza akili yako. Unaweza ukawa mkubwa halafu ya wakubwa usiyajue. Hebu kuza akili yako. Wewe ndio unaweza kumkandamiza mdogo wako kielimu, na wewe ndio unaweza ukamnyanyua mdogo wako kielimu. Hakuna jambo zuri kama kukubali makubaliano. Haya ni makubaliano baina yangu mimi na wewe. Hayo sio makubaliano mwalimu. Kumbe hayo ni matakwa yako wewe binafsi ambayo yapo nje na uwezo wangu. Naomba nisamehe kwa hilo mwalimu. Mimi nahisi wewe hatuwezi kuelewana kabisa. Hatuwezi kuelewana hata kidogo. Sikia nikwambie. Hiyo wiki moja ambayo wewe umeitaka ili mdogo wako aendelee kuja shule na nguo anazozitaka yeye au unazozitaka wewe, wiki moja hiyo atabaki nyumbani kwenu, ataosha vyombo, atapika na kukusaidia kazi nyingine za nyumbani kama inavyotakiwa. Lakini hapa atarudi shule baada ya kupata uniform sahihi ambazo zinaendana na wenzake. Na si uniform tu, kila kinachohitajika shule mwanafunzi awe nacho lazima akipate ili awe hapa.
na kusisitiza tena, unisikilize kwa makini, hiyo wiki moja iwe wiki moja kweli. Kinyume na hapo mimi nitamfuta shule. Ndio, mimi nitamfuta shule kabisa. Alafu tuone faida yake ni nini. Hakuna msaada usiokuwa na malengo. Macho yanaongea msichana. Naomba mwalimu, naomba unisaidie. Wewe unaweza kwenda. Yazingatie niliyokuambia, iwe wiki moja kweli. Karibu. Nifumue kuna suka, maana hapa tutatumia muda mrefu. Dada, Abe, unaikumbuka ndoto yangu? Ndiyo, nakumbuka. Nilikuwa rubani mkubwa hapa Tanzania. Sasa dada, nitawezaje kutimiza ndoto zangu bila kupata elimu? Mdogo wangu, hali ni ngumu kwa sasa, lakini napambana ili niweze kurudisha shule. Mdogo wangu, sawa? Sawa. Lakini dada, nakuwa nikitimiza ndoto zangu nitakujengea nyumba kubwa na gari zuri. Inshallah mdogo wangu. Rukia, Abe dada. umalize kuosha vyombo hapo, ufanye na usafi huko ndani, sawa? Sawa dada. Ufanye kila kitu, nikija kuwe usafi. Sawa? Sawa dada. Mimi natoka. Kwa nini? Judy, karibuni. Asante Rukia. Kwani vipi, unaumwa? Hapana, siumwi. Sasa Rukia, ukija shule na siku ya 3 na mwalimu anakuulizia utatimiza ndoto zako pasipo kusoma. Sina vifaa vya shule, ndio maana siwezi kuja shule yangu. Ila yeye, kwani unaishi na dada yako? Anashindwa kukupa mahitaji ya shule? Maisha mimi na dada yangu nyinyi hawahusu. Naombeni mniache. Sisi tunakuja kukupa taarifa. Basi tunaondoka. Kwa hiyo Mwenye matunda. Habari. Salama, vipi hali yako? Nzima. Karibu matunda kaka. Asante. Matunda nasemaje? Matunda maembe 500, ndizi 250, maparachichi 500. Karibu. Asante. Nasikia matunda yako mazuri. Unachukua wapi? Nachukulia Mabibo. Mabibo. Dada, naona matunda yako mazuri kama wewe ulivyokuwa mzuri. Asante. Mungu kakuumba kwa nuru ambayo iliyoangaza kama macho yako. Kaka, kilichonileta hapa ni matunda, sawa?
Karibu Matunda, mambo mengine mimi sio yale unileta. Kiukweli nimetokea kukupenda. Na moyo wangu umesadikika kuwa na wewe. Na kuahidi nataka nikuweke ndani uwe mama wa watoto wangu. Kaka, tafadhali. Naomba tuheshimiane. Kilichonileta mimi hapa ni biashara, sio vitu vingine. Karibu Matunda, mambo mengine achana nayo, umenielewa? Karibu Matunda. Wewe ni nzuri. Tuheshimiane. Umenipiga wewe? Umenipiga? Utapita tena njia hii. Alafu tutaonyeshana. Labda ugeuze njia. Show bastards. Ndani hakuna kitu. Na mimi njaa inaniuma. Sijui nifanye nini. Namwonea sana huruma dada yangu. Na anatafuta kwa ajili yangu. Sio kwamba apende kunipa, ila hana cha kunipa. Hivi maisha haya mpaka lini? Ngoja kwanza nifanye kitu. Anko, shikamoo. Marahaba, karibu. Eti kile pale shilingi ngapi? Nini? Ile pale. Wewe mtoto, wewe. Mtoto kama mwizi. Wewe, mwizi una! Jamani mwizi! Watoto! Wewe! Mwizi! Msikara! Wewe, kama mwizi. Choma. Choma hapa. Utamuuliza huyu. Nitakupa baba. Ona leo mwizi kakimbia mkate, tunaona mkate wapi? Tunaona mkate. Wacha baba kununulia mkate. Kama unataka wizi hapo. Ukamuumiza mzee. Mkate. Ule mwizi kaja pale dukani kwangu kuchukua mkate. Afu unamteteni. Lakini vyombo vya sheria vipo. Wala, sogea hapo. Ngere, usije toka. Acheni mkate. Mambo ya sheria nini? Kamwambia baba yako mambo ya sheria. Yika nini wewe? Mimi nafungua duka yangu na nafanya biashara yanakuja katika mkate. Sasa unamtetea. Ndio nipige makofi na mimi. Utakurudisha na magumu. Babu wewe, kaambia baba yako akununulie mkate. Nyama embesile wekeba nayo atazio. Yaani umeshamuumiza mtoto wa watu afu bado unaona. Nenda kamwambia baba yako mzazi. Shakuwa kesi sasa. Madamu alitoka. Shida nini mdogo wangu? Rukia, shida nini? Sasa mimi naenda kuiba mkate. Rukia, kwa nini unaiba mdogo wangu? Mbona mimi natafuta kwa ajili yako?
Dada, mbona maji unajificha? Unaogopa kutuona? Hapana mdogo wangu, unatengeneza njia ili kesho jua lichomoze kwa nguvu. Utapona mdogo wangu, sawa? Naona kama ndege inanifuata. Ile nilikuwa naitaka. Na rubani ananiita. Hapana, usiondoke mdogo wangu. Nani atanisimulia hadithi za angani? Nani atacheka na mimi? Usiondoke Rukia. 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 Nisamehe sana mdogo wangu. Sina kingine cha kufanya. Tutaonana Mungu akipenda. Kwa hiyo utanisamehe sana mdogo wangu.